Mheshimiwa, mbona wewe hatukuoni? Ni kwa sababu niko busy, niko jikoni. Nikiwa jikoni inamaanisha nafanya nini? Ninapika chakula, ninapanga maneno. Kenya hii haiwezi kubadilika bila maendeleo. Nyinyi mlinipa nafasi kama mjumbe niweze kubadilisha maisha ya watu wetu, kuhakikisha tunaleta maendeleo. Si ni kweli? Serikali hii ya Rais William Ruto iko na wabunge zaidi ya 400 na kila mjumbe anataka maendeleo, lakini mimi sitoki huko jikoni, na ndio maana nimekaa hapo kwa rais. Sisongi, akienda left na mimi niko left, akienda right na mimi niko right, kuhakikisha maendeleo yetu. Tunakubaliana? Leo hii nataka niwatangazie, na mmesikia nikisema kitambo, Rais wetu William Ruto anakuja kuzindua miradi za serikali hapa Nyaribari Chache. Unakaribisha rais? Hebu nione wale wanakaribisha Rais William Ruto. Asante sana. Rais ametupatia barabara kilomita 50 kilometers of tarmac road to the people of Nyaribari Chache, na hiyo barabara ni ya karibu shilingi bilioni 3, na contractor ameingia site, ako hapo site, na hii wiki anaanza kutembea. Nimekuwa nikimsaidia kwa maneno hapa na pale, mambo ya stima na maneno mengi, aweke transformer, na nimeongea na yeye na nimempatia condition kwamba lazima apatie vijana wetu na wasichana wetu kazi kwa ile muda atakuwa hapa. Na nimesikia kuna maengineer wengine wanajaribu kukoroga vitu. Wacha niwaambie nyinyi maengineer, kama mjai kusikia transformer vile na wapiga kama stima, jaribu kuingilia kazi ya watu wa Nyaribari Chache, kwa sababu wao wanaenda kuleta watu kutoka huko mbali wanakuja hapa, na mimi sitakubali. Mtu yoyote nikipata anafanya kazi huko ambaye anatoka constituency nyingine, kama mtu wangu wa Nyaribari Chache hajapewa kazi, tutakufurusha na tutakubali. Kwanza kabisa hapa Nyaribari wapatiwe kazi, alafu ndio magazines na mashemeji na mpango ya kando ndio wakuje baadaye. Tumeelewana? Kwa hivyo hiyo ni maneno ambayo nimepanga na nimeongea na wale ambao wanajaribu kutugoroga. Mimi niko hapo mstari mbele, na nimeweka watu wangu kila mahali kuhakikisha watu wetu wapate kazi. Ya pili, tuliongea na rais na tukakubaliana na president, hospitali yetu ya Keumbu iko down, iko chini, inahitaji ukarabati, inahitaji zaidi ya milioni 100 ijengwe, itengenezwe, iwekwe vitanda mpya, iongezwe oxygen, ile ma ICU, iwekwe theater, iwekwe zile vitu zote, ziwe na madawa, tuweze kupanua hospitali ya Keumbu ili watu wetu wapate huduma masaa 24 huko Keumbu. Haiwezekani mtu anatoka Likendo, mtu anatoka Birongo, hata anakuja mpaka Kisii Referral Hospital, na mtu pengine hata pesa ya kupanda bodaboda. Si ndio kweli? Mama ako mjamzito, ako na mimba, amekwama, anawekwa kwa wheelbarrow, anapelekwa mpaka huko. Haiwezekani. So we have to deliver services to the people of our people. Tunaelewana? Mnakubaliana na mimi? Pia tumekubaliana, na kwa hivyo rais alikubali na akasema akija hapa atatueleza, na niko na imani hospitali ya Keumbu tutakubaliana na viongozi wote tuweze kuangusha, tujenge hospitali ya kisasa ambayo itasaidia kudecongest hospitali ya Kisii Referral ili tuweze kusaidia watu wetu. Pia tumekubaliana na rais kwamba hii cancer center mumeona inaendelea. Hii cancer center, it is going to be the biggest facility kama ile ya Kenyatta ambayo itakuwa hapa Nyaribari Chache, Mwenyezi Mungu akipenda, kabla tuende uchaguzi mwaka ujao. Hiyo cancer center will be the biggest facility to the people of Nyaribari Chache, to the Gusii Nation, and to our neighbors from Bomet, from Kericho, from Migori, from Homa Bay, and all over the place. Tutawakaribisha wakuje hapa wapate
huduma ya hospitali ili waweze kupona, because hatutaki mtu aende mahali yoyote, si ni kweli? Na pia tumekubaliana kuna barabara ambaye nimeweka bidii, na hivi karibuni hiyo barabara rais atakuja kutangaza, lakini mimi nawatangazia in advance, unisikilize. Hiyo barabara ya hapa wewe wapi ile mcha barabara? It is Kisii campus, Nyaura, ngoja kidogo. Kisii campus, Nyaura, Menyikwa, Otamba, inaelekea mpaka Otamba. Hiyo is about 7 kilometers ambayo pia tumekubaliana tutaweka lami. Hii barabara ya hapa Camel Park pia hiyo tutaweka lami, iko kwenye program. Rais ameweka milioni 770 ya kujenga Gusii Stadium, na hiyo kandarasi itatangazwa, na pia nimeongea na waziri wa sports na tumekubaliana yule contractor ambaye ataenda kujenga hiyo stadium. Hello? Yule contractor ambaye ataenda kujenga stadium, vijana wetu na wasichana waweze kupata hizo ajira. Tumekubaliana. Na Nyantorako Stadium pia tumewekea shilingi milioni 100 kwa sababu unajua tumekuwa tukiweka mpira hapo sana, na pia tunataka tuhakikishe Nyantorako Stadium inatengenezwa. Mambo ni mengi sana. Kwa hivyo leo nimekuja hapa katika hii hafla ya masuala ya UDA. Huko tayari tutasimama pamoja. Hii mambo ya hapo gengi